Umezungumzia nguvu hii ya kawaida ama kuna nguvu nyingine ya kiroho? Na hiyo nguvu ya kiroho ipoje? Kila binadamu unayemuona akitembea duniani ana ingekuwa kwenye ulimwengu wa teknolojia tunasema ana codes. Yani kwenye ulimwengu wa kiroho kila binadamu ana ulimwengu alioumbiwa kwenye ulimwengu wa kiroho. Kila binadamu ana identity yake kwenye ulimwengu wa kiroho. Ndio maana tunasema kwamba lolote litokeayo kwenye duniani hapa kwenye ulimwengu wa kawaida limeshatokea kwenye ulimwengu wa kiroho. Ndio ulimwengu ulivyoumbwa hivyo. Hiyo ndio sayansi ya ulimwengu. Sasa unapotokea kwamba umeingia kwenye hilo tendo tunalosema la kufungua zipu ovyo, umepoteza energy za aina mbili. Energy yako ya kawaida, hii ya kawaida unaotembea nayo, nishati ya mwili, kwamba nishati ya mwili inayofanya kazi kwenye mwili wako kawaida, umeipoteza. Energy ya pili uliyoipoteza ni energy ya kiroho. Na ndio maana huwa inakuwa hivi, ikitokea umefanya lile tendo na mtu ambaye sio mpenzi wako, ambaye mnapendana naye kabisa, yani ni mapenzi ya uhalisia, unajisikia vibaya. Yani baada ya pale unajisikia yani nimefanya nini hiki? Kumbe ningeacha kufanya. Kumbe ningeahirisha. Ile sauti inayokuambia umefanya nini hiki ndio sauti yako wewe sasa. Ile ndio wewe kwenye ulimwengu wa kiroho. Kwamba unakataa kile ulichokifanya. Na ndio maana sasa baada ya lile tendo hata kama ni mtu mwingine harudi tena, anaondoka anaenda. Yani anavaa nguo anaondoka. Yani anajua kama anajutia kwa kile alichokifanya. Baada ya siku 2 siku 3 tena unarudi tena unafanya tena na mtu mwingine. Ni kwamba ile sauti iliyokuwa inakukumbusha kwamba umefanya nini hiki ndio energy ambayo umepoteza. Ndio energy ambayo ni definition ya binadamu. Kila binadamu tunasema kwenye ulimwengu wa kitaalamu ni kwamba kila binadamu ana vibration frequency. Yani kuna namna mtu ana vibrate. Ni somo refu mno, lakini kuna namna mtu alivyoumbwa ni yeye. Yani MC Nyota ni huyo tu, hayupo mtu mwingine kama yeye, yani ni yeye peke yake. Sasa ule upeke wako huo ndio energy uliokuwa nayo na lazima uipoteze. Ndio maana sasa tulikuwa tunasema hivi kwamba unapo shiriki lile tendo na watu wengi unabeba mikosi. Ndio definition ambayo tunatumia kimtaani, kama unabeba mikosi. Sio tu kama unabeba mikosi, ni kwamba ile energy ya yule mtu alokuwa nayo ambao pengine kwa namna moja au nyingine kutegemea na alikotoka ni mbaya, unaichukua wewe unatembea nayo, unaichukua wewe unatembea nayo. Na ndio maana unasema hambadilishani hisia za mwili tu, unabadilishana ulimwengu wa kiroho na kumbukumbu. Yani zile kumbukumbu za kilichotokea pale zinakuja kwenye mwili wako. Ndio maana mtu uliwahi kulala naye kwenye maisha yako huwezi kumsahau. Kwa nini huwezi kumsahau? Ni kwa sababu zile kumbukumbu zake zimeingia kwenye kumbukumbu zako.